Okay guys, leo tuko live ndani ya Rekamo Media na tuko na mtetezi wa wananchi. Acha leo tuongee na yeye tu atuambie masuala ni gani harakati ya siku ya leo. Habari yako? Mzuri. Okay, sasa kwa unaweza tu kutuelezea tu chenye tu mnapitia ama tu chenye unapigania kama tu mwanasiasa wa hii nchi, vile economy ya Kenya saa hii iko, unaweza sema aje? Kwa ukweli hata kama ukisema ati mimi si mwanasiasa kwanza. Mimi ni mtetezi wa wananchi wale maskini wako chini. Okay. Umesikia? Sasa ukisema mwanasiasa inamaanisha mimi niko karibu na kina Ruto na kina Gachagua. Siko na kina Gachagua na mwanasiasa yote. Okay. Mimi niko dependent. Okay. Umeelewa? Yeah. Umesikia? Hii nchi pale inaenda saa hii. Kama saa hizi ukitaka kuchukua basari, paka upigie mtu kura ndio akupee basari. Wanakuangalia kwa system. Wamama ndio wanatumika sana Kenya ndio wapeane basari. Unajua mama akitaka basari anaenda kwa mwananchi ati sasa mpaka apigie Ruto kura ndio ampe basari. Hii nchi inaenda aje? Na basari ilikuwa inatoka bure, hata kama hujapigia mtu kura ulikuwa unapewa basari. Okay. For now unataka kumaanisha saa hii kama unataka basari lazima umepigia Ruto kula ama nini? Kama saa hizi, saa hii kama mwananchi anataka kusaidiwa kupewa basari saa hii. Wanakuangalia system, wanakuangalia ulipigia Ruto kura ndio upewe basari. Haya saa hizi mwingine akuja asimame kiti. Mwingine pia atasema kama ulipigia kama wakati ya Uhuru alikuwa anapeana watu basari bure. By the way, si ati kudanganya ati kama niko Uhuru amenisupport. Mimi sijasupportiwa na mwanasiasa yote. Mimi kitu niko na uchungu nayo na hii siasa ya Kenya. Watu wako na ukabila na kuangalia ukabila kubwa na ndogo. Ati hii kabila kubwa ndio itasimamisha kiti ndio wako wengi Kenya. Tukiacha ukabila, sasa Kenya sasa siasa ni mwanasiasa ndio mwananchi maskini, siasa sasa ni ya tajiri na maskini. Sasa sana tajiri ndio anaumiza maskini. Kwa sababu sasa hizi sisi maskini, sisi tuko na ujinga. Tuko na ujinga moja. Umesikia? Ujinga moja ni moja na sisi tuko nayo. Mwanasiasa anakuja na kuambia anakupea dhao na anakubaya pikipiki yako mafuta uende maandamano. Hii juzi hii ya Gungs imefanyika hii Kenya sasa hii. Mwanasiasa yeye ako na pesa, ako na smartphone, anaangalia kila kitu kwa online. Nyinyi mkipigwa risasi mkichomewa mapikipiki zenyu, anakuja baadaye anasema sitaki hiyo ujinga kwa media. Umesikia? Mwanasiasa aache kupima watu ujinga. Mwanasiasa waache kupima watu ujinga. Ukweli. Umesikia? Uja wako ukweli anadiki. Lakini ukiongea ukweli kidogo tu kwanza tusikie huyu mzee vile anasema. Unaona mzee? Mzee ako raida, anasema maneno ya bula. Ukweli kabisa. Mzee anasema maneno ya ukweli. Unacheki sasa wale watu walikuwa wanapiga wase huko kwa maandamano. Mzee ako right. Unaona hata sisi watulete chakula. Wanakuja tu wanatusumbua hapo na huyo nani huyu ati Kanjo wa Nairobi huyu. Anakuja tu anatusumbua hapa tumelala anakuambia amuka uende ulale huko hivyo. Sasa una makazi utalala wapi? Okay, wewe ni wale wase wa utadiglo ama rada una diglo? Hata si unacheki huyu mzee anasema maneno ya ukweli. Ukweli kabisa. Anasema ukweli huyu mzee, mimi namsupport kwa hiyo maneno. Sawa, acha tumrudie kiasi tu atuelezee tu kwa ufupi tu. Sasa kitu inanisumbua Kenya tena ni moja. Ukiongea ukweli, wewe unakuja unauliwa. Unauliwa ukipigwa risasi, baba yako anapelekewa milioni 5. Sijui wazee wa kitambo wako na akili gani? Wewe unapiga mtoto wa mtu risasi ndio upewe milioni 5 ukuje ufurahia mbele ya TV. Na TV siku hizi TV saa hizi station zote hizi Citizen, KTN, kila TV saa hizi wanalipwa pesa ndio ukuje utangazwe. Kitambo walikuwa nakujanga kama kwa maskini walikuwa nakujia wakitembea paka ghetto kutafuta watu. Lakini saa hizi okay, for short, which message are you trying to send kwa wao, kwa hiyo government? Sawa, message nataka kutuma kwa government ya saa hii. Saa hii waheshimu kwanza vijana. Ni watoto wa hii nchi. Okay, for now nasikia wanaita jeshi kwa ground. Jeshi kwa ground, hiyo ni kutenganisha wananchi. Hiyo ni kutenganisha wananchi na kupea wananchi wengine marungu, wengine wahangaike, wakipigwa uliwe, watoto wa watu nakuja wakipewa tao. Kama juzi hawa vijana wa Gungs waliitwa hao. Wangapi waliuliwa? Na wangapi walipigwa? Na wengine waliuliwa wakafichwa, wakanyamaziwa. Na wangapi waliumia? Paka sasa wengine wako kwa hospitali, hawana miguu, wengine hawana mikono. Na president hako na kijana wetu tulimlea tu ghetto hapa.
tulimlea kila mahali, alikuwa anauza mayai. Na acha niwaambie wanasiasa saa hii kuanzia leo, kama wewe ni mwana Kenya unasikiza kitu naongea, usiipata upee mwanasiasa mwanabiashara president. Mwanabiashara ndio anatufanya wanatuuza hii Kenya. Ukipea mwanabiashara president ndio anatuuza hii Kenya. Mwanabiashara ndio mmoja mbaya. Kwa sababu Ruto alikuwa mwanabiashara. Umesikia? Uhuru hakuwa mwanabiashara. Kibaki hakuwa mwanabiashara, alikuwa hadi teacher. Umesikia? Sasa kwa nini Ruto yeye ni mwanabiashara, Raila ni mwanabiashara? Sana uzama magases. Huo ni mwanabiashara, ndio umeona anapenda hii biashara ya ukora hii. Juzi kama angekuwa mtu anaongea ukweli mzee, kama ni mzee tumemsaluta lakini ana akili sahihi. Wacha nikwambie mzee, juzi ungeongea kitu iko serious na make sense, uambie watu wamekufa. Vijana wetu wanauliwa. Wewe unakuja unaongelea mambo ya hii airport hapa. Ati bwana airport tunaomba msamaha mambo za airport, unauzia mwindi nchi yetu. Hiyo ni pali manifesto zetu ziko hapo. Okay. Hata kama inisaidie lakini nasaidia wananchi. Yeah, but due to time sasa the last meaning yani unaweza mwambia mwananchi, serikali yote ukiangalia kwa ile kamera ya nini, unamwambia nini? Last words then unaweza kumwambia tu. Last word nisaambie mwananchi na serikali ya Kenya. Yeah. Saizi ukipiga siasa yako usitumie kijana ya mtu. Sasa wewe kuja mwenyewe kwa ground peke yako utuongeleshe. Mambo ya kuja kutuambia unatumia kijana ya mtu, unakuja unampea ngiri 5 aende apigwe na vijana wenzake, hiyo ni maanisha unagawa inchi. Mimi ni mwananchi huyu maskini niko ghetto, hata president anijui. Wacha niwaambie tu kweli, vile tu YouTube imeletwa siku hizi ndio watu wanaongea sana. Lakini president anijui, mimi hata simujui, lakini anafaa aangalie wananchi huku chini. Acha kuangalia vile ati Citizen ikiletwa news, yeye anasema tu wananchi kumbe wanalia tu. Hawajui wananchi wanateseka huku chini, hata kwa wengine waonekani kwa TV. Hao wanakula kuku, sisi tunakula cabbage hapa. Na cabbage zinatupwa pale Kigomba Marikiti. Na hizo ndio wanafukuza sisi huko Marikiti, wanafukuza watu wa Marikiti watoke. Wananchi wataseka huku ghetto. Okay, last word for... Bado naendelea. Unajua shida nyinyi watu wa media, kitu yenu ni moja. Mnakuona haraka, mbora tu hii cut off iishe. Mwacheni mambo ya haraka. Sikiza mwananchi kitu anaongea. Hiyo ndio maana hizi media mingi ya Citizen wanakuwa na mbio. Unapata mtu maskini ameentwa kuojiwa, kidogo akianza kuongea kitu mingi anakatwa, anawekwa nini Ruto. Ruto ndio anaongea mingi, hata hakuna kitu anajenga nchi. Hiyo ndio kitu. Mwache hii mambo yenye haraka, tuongee tu kitu jenga nchi na usikize mwananchi kitu anaongea. Kilio yake. Okay. Acha tuongee na mse wa mara ya mwisho atuambie vile atasema. Nyi wase wenye mnafunga madambi, mjue si tutachemba wapi. Wasifunge, hiyo ifikie gava. Hiyo ndo maneno yako ya mwisho. Wasifunge, tutachemba wapi. Okay, live reporting. Thank you for your interview.